Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri inaitwa Umekosea. Hii ni sehemu ya pili. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012 na mtunzi anaitwa Edgar Mbogo ambaye huyu unampata kwa nambari yake ya 0717 924 403. Simulizi hii kama hujaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix, basi utaipata katika application ya SMX app ambayo inawezekana mwendelezo ukawahi zaidi huko kuliko hapa. Ipakue application hiyo kwa ajili ya kuenjoy simulizi hii ya Umekosea na nyinginezo nyingi ambazo tunazisimulia hapa. Kama unakumbuka vizuri, sehemu ya kwanza tulisha pale ambapo Tausi alikuwa anarejea nyumbani saa 2 usiku. Ilikuwa na mara baada ya kutoa kitumbua chake kwa mara ya kwanza kabisa na yule kijana kule kichakani, na ndicho kilichomchelewesha nyumbani, na shangazi yake alikuwa ameshamuita kwa sauti ya ukali kweli. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu hii ni sehemu ya pili. Simulizi yetu inaitwa Umekosea. Tausi alikwenda mpaka sebuleni haraka sana akiwa na beseni lake mkononi, akijitahidi kutembea vizuri asigundulike kama alikuwa ametoka kuliwa kitumbua kwa mara ya kwanza. Hebu sogea hapa na upige magoti na uniambie kilichokuchelewesha mpaka dadako anaingia jikoni kupika ni kitu gani? Bine badala dadako aanze kujisomea anaingia jikoni kupika, alizungumzia vile shangazi mara tu baada ya Tausi kufika pale sebuleni. Tausi alipiga magoti na kuanza kujieleza, na huku shangazi alikuwa anakamata sikio la Tausi na kuliminya kwa vidole vyake vyenye kucha ndefu kama vile ngariba wa kienyeji. Shangazi leo hakukuwa na wateja wengi kabisa, ndio maana nimechelewa kurudi, nilikuwa nawasubiria, alizungumzia vile Tausi kwa sauti iliyoashiria kwamba alikuwa anaugulia maumivu ya kuvutwa sikio lile. Kwa hivyo umeuza zote, si ndio? Aliuliza vile shangazi huku akiwa bado tu ameshikilia sikio la Tausi kwa vidole vyake vilivyokuwa na kucha ndefu kweli. Ndio, nimeuza zote, hela zimo kwenye beseni, alizungumza vile Tausi, na hapo ndipo akaachiwa sikio lake na shangazi alianza kupekua lile beseni la bagia ambalo pia lilikuwa na vitu vingine vya kuandalia bagia kwa ajili ya kesho. Nenda sasa kamsaidie mwenzako kupika huko, alizungumza vile shangazi yake na Tausi huku akiwa anamsindikiza Tausi kwa kofi la mgongoni. Tausi alikimbilia jikoni huku akiwa anajikuna mgongoni kupouza kofi la shangazi. Kule jikoni alikutana na kofi la shavuni kutoka kwa Patricia. Mlione kwanza, na usikute lilikuwa kwa wanaume tu, alizungumza vile Patricia kwa hasira kweli huku akiwa anatoka kule jikoni. Masaa usiku ule yalienda mbio sana kwa Tausi. Alikuwa anafikiria tukio lililokuwa limemtokea jana. Alikuwa anatamani atoroke usiku ule, lakini hata ingekuwa mchana, Tausi aliona ni kitu ambacho kisingewezekana kabisa kwake kutoroka. Kitu ambacho hakujua ni kwamba fedha aliyokuwa nayo ingemsaidia kufika kwao na kuepukana na mateso ya kila siku ya shangazi. Saa 4 usiku ndio mida ambayo Tausi alimaliza kazi zake za ndani na kula. Ilikuwa imebakia tu aende kulala, lakini kilichomshangaza ni kitendo cha ndugu zake na shangazi kutokwenda kulala, na kwa alikuwa anaonekana kumshawishi jambo fulani Chogo hivi, ambaye ni kama alikuwa anakataa kushawishika na jambo hilo. Ausi, dada. Huyu dada alikuwa anazungumzia vile Chogo. Tausi akajua kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Ni kwamba Chogo alikuwa anamuogopa, lakini alikuwa anamtaka dada yake. Wewe mjinga, unamtakaje dada yako sasa wakati Tausi yupo? Alizungumzia vile shangazi yake na Tausi kwa sauti ya chini kusudi Tausi asiweze kusikia vizuri kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa, lakini Tausi aliwasikia vizuri kabisa. Akaelekea chumbani kwake, lakini ile tu anajilaza tu kwenye godoro lake la Sofia akasikia, Tausi, hebu njoo hapa mara moja. Ilikuwa ni sauti ya Patricia. Hapo Tausi akajua kwamba tayari muda wa maumivu ulikuwa umewadia. Tausi akajiinua pale kitandani na kutoka mle chumbani kwa mwendo wa kujivuta, yani taratibu, maana kwa tayari kufanya kitendo ambacho shangazi yake na badamu zake walikuwa wanataka akifanye. Tausi, si nimekuita wewe ama? Akarudia tena kuita vile Patricia kwa sauti ya ukali kidogo. Abe, aliitika vile Tausi akiwa anajitokeza pale sebuleni. Moja kwa moja kamkata jicho karibu na myake wa kiume, yani Chogo, ambaye alikuwa anamtazama huku mate akiwa anamvuja mdomoni kama kawaida. Abe, akarudia tena kuitika Tausi huku Chogo alikuwa anainuka na kuelekea kwenye chumba chake cha kulala. Sikiliza Tausi,
kaka yako amezidiwa hapa, anahitaji mwanamke, na itabidi leo umwachie kufanye. Sitaki usumbufu wote ule kama uliofanya jana, na nisisikie kwa mtu yoyote kuhusu swala hili, alizungumza vile shangazi kwa sauti kavu na ya chini, huku akiwa anamkazia macho Tausi ambaye alikuwa amesimama tu huku akiwa anatazama chini. Uso wake ulikuwa umejawa na simanzi kweli. Nazungumza na wewe, umenielewa? Na ukiona anakosea unamsaidia, na sio unampiga na kisha kumsukuma. Ndo nini sasa? Alizungumza vile tena shangazi kwa sauti ile ya chini, lakini ilikuwa ni sauti kavu isiyokuwa na kubembeleza hata kidogo. Shangazi, mimi naomba unirudishe nyumbani kwetu Liwena tu, alizungumza vile Tausi kwa sauti ya chini iliyojaa uoga na unyenyekevu kweli. Sawa, nitakupeleka, lakini leo ndo nataka ulale na Jose sasa, alizungumza vile shangazi kwa sauti yake kavu, na huko alikuwa anainuka kuelekea chumbani kwa Jose. Ama nataka mpaka mbake dada yake hapa ndo ujue, alizidi kuzungumza vile shangazi huko akiwa anafuata mlango wa chumba cha Jose. Napo Tausi alitoka na kuelekea chumbani kwake akiwa anamwacha Patricia akiwa anamsindikiza tu kwa macho. Unadhani sasa usipompatia Jose mwanaume gani atakubali kukutongoza mwanamke mchafu kama wewe? Alizungumzia vile Patricia ni kama alikuwa ananong'ona vile, lakini Tausi alikuwa amesikia naye akajisemea tu kimoyomoyo, ungejua mwenzio nilivyokuwa na mwanaume mzuri. Tausi alizungumzia vile tu kimoyomoyo huku akiwa anaingia chumbani kwake, na alikuwa anawaza jambo moja tu akilini mwake, ni kutofanya chochote na Jose, na endapo atamlazimisha basi atambamiza kama jana tu na kisha ondoke zake. Lakini haikuwa vile. Mpaka kuna kucha asubuhi Tausi hakusikia mlango wake kufunguliwa wala mtu yoyote kuingia chumbani mwake. Siku ile ya Ijumaa ilikuwa ni siku njema sana kwa Tausi. Alishukuru sana kwa kuto kuingizwa Dudu na Chogo, lakini ilikuwa ni siku nyingine ambayo alikuwa anahitaji kwenda kumuona yule kijana. Ndivyo Tausi alivyokuwa anapenda kumuita yule kijana wa chuo, japo hakujua kabisa jina hilo lilikuwa linamaanisha kitu gani, lakini akajikuta akiwa anasahau kabisa hata habari za kurudi kijijini kwao. Tamaa yake kubwa ilikuwa ni kukutana na yule kijana tu. Lakini nitamwambia tu sifanye tena mpaka nipone, alikuwa anawaza vile Tausi huku akiwa anaendelea tu na kazi zake, ambapo kama kawaida huwa anazianza saa 11 ya alfajiri. Tausi alifanya kazi zake kwa umakini na kwa muda, na kwa muda wote Chogo alikuwa anapita mbali na yeye, hakutaka hata kumsogelea kabisa. Kwa ufupi ni kwamba alikuwa anamogopa sana Tausi, kisa ni tukio la juzi usiku, na mpaka kufika saa 8 tayari alikuwa ameshamaliza kukaanga bagia zake na kusubiri muda wa kuzipeleka kanisani ufike tu, ambapo ni saa 10 jioni. Na wazo lake lilikuwa kupita chuoni wakati wa kurudi kusudia kutane na yule kijana. Hakujua kabisa anaenda kufanya nini naye, lakini alijikuta tu akiwa anatamani kumuona kijana ule ambaye alikuwa amemnyang'anya bikira yake. Hatimaye muda ulitimia. Tausi alikwenda kanisani, na sio kwa ajili ya kusali, ilikuwa ni kwa ajili ya kuuza bagia. Ukweli ni kwamba bagia za Tausi zilikuwa zinapendwa sana na wateja wengi. Wateja wake walikuwa ni wengi sana, hasa wa kule kanisani. Kwa hivyo mpaka kufika saa 11 za jioni tayari alikuwa ameshamaliza bagia zote. Kwa hivyo akarudi na kujipitisha pale chuoni kusudi amuone yule kijana. Lakini kilichomshangaza Tausi, hakuona dalili yoyote ya uwepo wa wanafunzi pale chuoni, na ndipo alipokumbuka kwamba jana walikuwa wamefunga chuo, na alikuwa ameambiwa kwamba lazima watakaa nyumbani kwa wiki 2 ndipo atarudi pale chuo. Hapo kiunyonge Tausi akarudi nyumbani. Maisha ya Tausi nyumbani kwa shangazi yake yalikuwa sio ya kutabirika kabisa. Dakika 2 amani, dakika 2 kipigo. Lakini kuhusu Chogo alikuwa anaogopa sana Tausi. Hakujaribu kabisa hata kumsogelea. Alikuwa anaogopa kubamizwa tena kama ambavyo alikuwa amefanywa juzi kule chumbani. Zaidi tu bwana Jose, Chogo alikuwa anaendelea tu na tabia yake mpya ya kuwabambia wanawake ambao sasa walipokuwa wanamuona walikuwa wanakimbia. Na hivyo muda wote dudu yake ilikuwa inaonekana kwa imevimba kwenye kaptura yake na kuonekana wazi jinsi ilivyotuna na kuwafanya wanawake wakimbie na wengine kumtisha kumpiga. Majirani walikuwa naliona jambo hilo, kwa hivyo alienda kumwambia shangazi yake Tausi kwamba jaribu kumfungia mwanae kwa sababu anaweza kujaribu kubaka na kushambuliwa na wananchi. Shangazi alifanya kama alivyokuwa ameshauriwa, akawa makini sana na mwanae Chogo kusudi asitoke katika maeneo ya nyumbani. Na sasa alikuwa anagombana tu na dada yake Patricia kila siku, hasa kipindi hiki ambacho alikuwa likizo ya wiki 2, na huko Tausi alikuwa anazidi kumpatia vitisho Chogo asimsogelee kabisa. Chogo naye alikuwa anazidi kumwogopa sana Tausi, kitendo ambacho shangazi kilikuwa kinamchukiza sana.
Alikuwa anatamani kumwona mwanae Chogo akiwa anamuingiza dudu Tausi na kupunguza hamu aliyonayo. Sasa tofauti yake ndiyo kwanza alikuwa anamchukia na kuendelea kumsumbua dada yake Patricia. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga mbele, ndivyo Tausi alivyokuwa anaanza kujiona anatamani kurudia kufanya mapenzi zaidi na yule kijana, akiwa na uhakika kwamba atafurahia dudu kwenye kitumbua chake. Maana wakati wa kuoga alikuwa anajaribu kujiingiza kidole mwenyewe kwenye kitumbua chake na kuona hakukuwa na maumivu yoyote yale. Tausi alijikuta akiwa anapata hamu kamili ya kushiriki tendo la ndoa na kijana, hamu iliyomfanya aone kama siku zilikuwa zimeganda hivi, na ndio muda ambao alikuwa amefanya maandalizi ya kumpatia kitumbua mpenzi wake kwa mara ya pili tena, ikiwa ni kununua chupi 2 kwa fedha ambazo alikuwa amepewa na kijana huyo, akiwa ameshindwa kabisa kununua nguo pamoja na viatu kwa kuhofia kushindwa kujibu maswali ya shangazi yake pale ambapo atamuuliza viatu na nguo alikuwa amepata wapi. Hatimaye ilifika siku ambayo Tausi alikuwa anaisubiria kwa hamu kweli kweli. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, siku ambayo wanafunzi wa chuo cha uongozi walikuwa wanaingia pale chuoni kutoka likizo, siku ambayo Tausi ni kama hakulala kabisa. Maana licha kuchelewa kulala, lakini pia aliwahi sana kuamka na kuanza kufanya shughuli zake za kila siku pamoja na kuandaa bagia. Mpaka kufika saa 8 alikuwa ameshamaliza kuandaa na kupika bagia 100 na alikuwa ameshaziweka tayari kwa ajili ya kwenda kuziuza kwenye uzio wa chuo cha walimu na uongozi wa jamii, na yeye akaenda kuoga. Saa 9:30 za alasiri ndio muda ambao Tausi aliondoka nyumbani kwao na kuelekea chuo akiwa na beseni lake la bagia. Eneo lilikuwa limechangamka tofauti na siku ile ambayo wanafunzi walikuwa wanafunga chuo. Leo wafanyabiashara walikuwa ni wengi sana. Walikuwa na biashara zao tofauti na ukweli bagia za Tausi wengi walikuwa wanazipenda sana na huwa zinanunuliwa kwa wingi tofauti na bagia za watu wengine. Na mpaka saa 12 za jioni Tausi alikuwa amebakiza bagia 10 tu na kwa ameona kabisa dalili ya kwamba leo atamuona kijana wake. Sasa wafanyabiashara ndogo waliokuwa wanauza vitafunwa katika eneo hilo, ambao ni wasichana wenye kuvaa vizuri, japo hawakuweza kufikia uzuri wa Tausi ambaye kasoro yake ilikuwa ni kukosa mavazi, walianza kuondoka katika eneo hilo ambalo hutumika kwa biashara kwa miaka mingi sana. Mpaka saa 12:30 inafika, alikuwa amebaki Tausi peke yake, ambaye alikuwa ameshaanza kukata tamaa ya kumuona mpenzi wake kijana, maana muda ulikuwa umeshaenda sana na giza lilikuwa limeshaanza kuingia tayari. Ama alikuwa anataka anifanye tu alafu aniache? Alikuwa anawaza vile Tausi ambaye alikuwa bado tu amesimama anatazama ndani ya uzio uliotoboka kwa kuharibiwa kwa makusudi na wanafunzi watukutu ambao hawa walikuwa wanapenda sana kutoroka shuleni. Tausi aliwaza mengi sana pale, ikiwa ni pamoja na kupoteza usichana wake kwa kumpa kitumbua chake kijana. Shauri zako, wecheka tu na wanaume, utakosa nafasi ya kuchaguliwa na mfalme bure. Tausi alikumbuka vizuri sana maneno ya mama yake mzazi. Hapo Tausi akajiona kwamba alikuwa ni mjinga kweli kushawishika na ule kijana, eti mpaka nampa kitumbua bila kujua kwamba alikuwa na mrubuni tu, kwa sababu kijana ule mtanashati mwenye muonekano mzuri aliwaacha wasichana wazuri na kumfuata yeye. Ingewezekana vipi awe anampenda kweli? Ukweli Tausi kiu yake ya wiki 2 ilianza kuyeyuka taratibu, na badala yake alikuwa ameshikwa na uchungu mkubwa sana moyoni. Saa 1 kasoro ndio muda ambao Tausi aliamua kuchukua mabeseni yake tayari kuelekea nyumbani, lakini ile tu anaanza kuondoka akasikia sauti ikimuita kutoka mbali. Dada mkarimu, kijana amesema kwamba naomba umsubirie, anahitaji muda wako kidogo. Ilikuwa ni sauti ya upole kutoka nyuma yake. Hapo moyo wa Tausi ukachanua kwa furaha, uko tabasamu mwanana likichanua usoni mwake. Tausi aligeuka na kumtazama yule mwongeaji. Alikuwa ni kijana ambaye yeye binafsi alikuwa anamfahamu kwa sura, lakini hakuwa anamjua jina lake alikuwa anaitwa nani. Alikuwa ni mmoja kati ya marafiki zake kijana yule wa kiume ambaye alikuwa anakuja kwa kukimbia mahali pale. Kumbe mmesharudi? Mimi nilizani kwamba mtakuwa bado likizo, alizungumza vile Tausi kwa uchangamfu, huku akiwa anashusha beseni lake kutoka kichwani na kuliweka chini. Tumerudi salama. Kipindi chote cha safari tulikuwa tunakuwaza tu wewe, alijibu vile yule kijana, huku akiwa na hema juu kutokana na mbio. Na kama ungesikia kwa haraka ungesema kwamba alikuwa anatania hivi, lakini kama ungemtazama vizuri ungejua kwamba kijana huyu hakuwa na utani na kile ambacho alikuwa anazungumza hata kidogo. Dakika chache baadaye Tausi aliweza kumuona kijana akija taratibu. Alikuwa ameongozana na ule mwenzao wa kike ambaye licha kwamba alikuwa ni mzuri kiasi, lakini pia alikuwa ni mrembo
Alikuwa amevaa vizuri na kujipamba kwa vitu vya thamani. Kwa kweli lazima ungejiuliza ni kwa nini huyu kijana alikuwa ameamua kumfuata Tausi, msichana ambaye asingeweza hata kujionyesha kwa watu kwamba alikuwa ni mpenzi wake. Eti anamwacha huyo mwanamke ambaye alikuwa ameongozana naye. Alikuwa anajiuliza tu Tausi. Kijana na yule binti walipofika pale walipokuwepo kina Tausi, Tausi alimtazama kijana na macho ya Tausi na yule kijana aligongana. Wote walitabasamu tu huku wakiwa wanakwepeshana sura zao kwa nyuso za aibu, na huku walikuwa wanacheka cheka tu wenyewe. Habari yako mwanamke mkarimu, alizungumzia vile yule kijana huku yeye pamoja na wenzake wakiinamisha vichwa vyao. Tausi alishangaa sana salamu ya namna ile ambayo vijana hawa siku zote walikuwa wanaitumia kwake. Salama tu kijana, alizungumza vile Tausi ambaye hakuwa anajua kabisa kijana huyu alikuwa anaitwa nani zaidi ya hivyo tu alivyokuwa anamuita. Alizungumza vile huku akiwa anacheka cheka tu kama ilivyokuwa kawaida. Wakadunua bagi zilizokuwa zimebakia ambazo zilikuwa ni 10, na huku alikuwa anatoa pesa nyingi zaidi kwa bagi zile za shilingi 10 kwa ujumla wake. Wao walitoa pesa nyingi shilingi 800. Lakini zile pesa nyingine ambazo walinipatia bado zipo, alizungumza vile Tausi huku akiwa anarudisha noti moja ya shilingi 200. Hapana, usijali mwanamke mkarimu, unapaswa kujiwekea akiba tu, alizungumza vile kijana kabla hajawatazama wenzake na kuwapa ishara ya kwamba wawapishe, na wakasogea pembeni kidogo. Lakini licha ya wenzao kusogea pembeni, kijana pamoja na Tausi wakawa wanatazamana na kutabasamuliana tu. Wakati mwingine walikuwa wanaishia kucheka tu, walikuwa wanashindwa kuzungumza lolote. Watu wawili walikuwa wanaoneana aibu mpaka kijana alivyojitutumua. Mwanamke mkarimu, ningependa kujua hali yako, maana toka siku ile tulivyoonana sijakuona tena, alizungumza vile kijana kwa sauti yake tulivu na ya upole kama kawaida. Mwenzako nimeshapona, lakini nilifinywa kweli, alizungumza vile Tausi kwa uchangamfu kidogo. Kwa hivyo umeshapona eh? Aliuliza vile kijana, na hapo Tausi alitazama chini huku akiwa anachora ardhi kwa kidole gumba chake cha mguu wa kulia. Ndiyo, alijibu vile Tausi kwa sauti ya chini nyembamba iliyokuwa imeshiba aibu, na huku alikuwa anaongezea kuitikia kwa kichwa hivi. Leo nimekuja na dawa nzuri sana kwa ajili ya kuondoa maumivu kama yale, alizungumza vile kijana huku naye akiwa anacheka cheka kiume tu. Kwa hivyo tukifanya tena sitaumia eh? Aliuliza vile Tausi kwa sauti ile ile ya mwanzo, na huku alikuwa ametazama chini akiwa anaendelea kuchora tu. Na tena utasikia utamu usiokuwa na kifani, alisikika vile kijana akiwa anazungumza. Basi sawa, basi tuwahi nisije kuchelewa sana nyumbani, maana nitachapa, alizungumza vile Tausi mara baada ya kuambiwa kwamba leo atasikia utamu. Na ikawa vile walielekea kichakani pale kwa siku ya kwanza kama kawaida. Ile tu kufika, Tausi alitandika ile nguo yake kuku na kujilaza, na huku alikuwa anapandisha gauni lake mpaka juu ya matiti yake. Leo umevaa chupi nzuri, alisifia vile kijana ambaye alipiga magoti mbele ya Tausi na kukamata ile chupi mpya ya Tausi na kuishusha. Alikuwa anaitolea miguuni kwa Tausi, na kwa Tausi alikuwa anaidaka na kuishika mkononi. Kijana alishusha suruali yake na kupandisha juu kanzu lake lililokuwa linaonekana liking'aa usiku ule kwa nakshi za thamani ambazo zilikuwa zimewekwa katika nguo ile. Na mara baada ya hapo kijana aliingiza mkono kwenye mfuko wa ile suruali yake na kupekua, kisha aliibuka na kichupa fulani kidogo na kukifungua. Akaweka mkononi mwake vimajimaji kama mafuta ambavyo vilikuwemo ndani ya kichupa kile. Alianza kumpakaza Tausi kwenye kitumbua chake. Hapo Tausi alianza kuhisi yale mafuta yakiwa yanamletea joto fulani ambalo lilikuwa linamtekenya na kuzidi kumpatia hamu ya kufanya mapenzi zaidi. Na ile wakati kijana anapitisha mkono wake juu ya kitumbua na kukisugua kikunde, hapo Tausi alitamani dudu ingie na kufanya kazi yake muda ule ule. Na huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa mapenzi haya ambayo yalidumu kwa mwezi 1.5 tu, na kwa kila siku mambo yalikuwa kama hivi. Yani mida ya jioni ndio mida ambayo Tausi alikuwa anakutana na mpenzi wake na kupeana dudu, na kitu kilichopelekea kuonekana kwamba wote walikuwa wamenogewa sana na mchezo ule ni kwamba haukuruhusu zipite siku 3 bila kupeana dudu, na hawakuweza kuacha hata siku moja kuonana. Walizoeana kiasi cha kutooneana aibu kabisa. Lakini kitu ambacho hakikubadilika ni kwamba wawili hawa penzi lao lilikuwa ni la siri kubwa sana. Walioweza kulijua walikuwa ni wale wenzake wawili na kijana pekee. Tausi aliweza kumweleza mpenzi wake mateso aliyokuwa anayapata kwa shangazi yake ambaye alimtoa kwao kwa kisingizio kwamba anakuja kumsomesha, na mwisho alikuwa amekuja kuuza bagia tu.
Tausi alieleza kila kitu, ikiwa ni pamoja na kipigo ambacho alikuwa anakipata kutoka kwa shangazi yake na binamu yake Patricia. Usijali, wiki ijayo mimi nitamaliza chuo na nitaenda nyumbani kufanya utaratibu wa kuja kukuchukua wewe ukawe mke wangu, alizungumza vile kijana yule ambaye alikuwa anaonekana wazi kwake uongo ni kitu ambacho hana kabisa. Maneno hayo yalizidi kumfariji zaidi Tausi, na huko alikuwa anaendelea tu kumpenda mpenzi wake ambaye alikuwa anamfahamu kwa jina la kijana tu. Mambo yalianza kubadilika asubuhi ya siku ya mahafali ya wanafunzi wa chuo cha walimu na uongozi wa jamii ambao hawa walikuwa namaliza masomo katika chuo hiki. Ilikuwa ni siku ambayo mida ya saa 7 za mchana, wakati Tausi anamalizia kukaanga bagia na huku binamu yake Patricia alikuwa ndani tu anasukwa na mama yake kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kwenye disco ambalo lingechezwa usiku wa siku ile. Ukweli kutoka jana, Tausi alikuwa anahisi tumbo lilikuwa linavurugika na kichefuchefu, na huku mate alikuwa na mja mdomoni na kuzunguka nyuma ya nyumba kwenda kuyatema. Lakini mida hii akiwa jikoni anamalizia kutoa bagia za mwisho, ghafla akahisi kutapika kabisa, lakini ile tu kujitahidi kujizuia asitapike akashindwa. Alikimbilia nje na kwenda kutapika akiwa anazunguka nyuma ya nyumba yao. Ile tu anamaliza kutapika akahisi kwamba nyuma yake kulikuwa na mtu. Kabla hajageuka na kumtazama mtu huyo alikuwa ni nani, akasikia akiwa anauliza swali, "We Tausi, unaumwa?" Ilikuwa ni sauti ya chini na ya upole. Aligeuka na kumtazama muulizaji alikuwa ni nani. Alikuwa ni dada mmoja wa jirani yao aliyokuwa ameolewa na jamaa mmoja dereva wa magari makubwa ambaye huyu alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya uchukuzi ya Kahuru. "Hapana, siumwi," alijibu vile Tausi huku akiwa anatikisa kichwa kushoto na kulia. "Sasa mbona unatapika hivyo? Kwani siku zako umeziona lini mara ya mwisho?" aliuliza vile ule dada kwa sauti ile ile ya upole. Hapo Tausi alianza kuvuta kumbukumbu ya siku hiyo. Ukweli ni kwamba ulikuwa ni mwezi kama na wiki 3 zilikuwa zimepita, na kikawaida ilibidi iwe ni kama mwezi mmoja tu uliopita. "Ni muda mrefu kidogo," alijibu vile Tausi na kushindwa kutaja siku sahihi. "Kwani kuna mwanaume ambaye uliwahi kufanya naye mapenzi?" aliuliza vile yule dada kwa sauti ya chini, akionyesha kwamba hakutaka waliomo ndani wasikie. Hapo Tausi kwa uoga, huko akiwa anaanza kuhisi kwamba atakuwa ni mjamzito, alikubali kwa kichwa kwamba alikuwa amefanya mapenzi. Hapo yule dada alishusha pumzi ndefu, alitulia kidogo kama vile alikuwa anawaza jambo hivi, na kisha alimtazama Tausi ambaye alikuwa ameshaanza kutawaliwa na uoga tayari. "Sikiliza Tausi, nenda kamweleze huyo mwanaume kwamba una ujauzito wake kusudi ajue la kufanya. Si unamjua shangazi yako, lakini atakuja kukuua huyo," alizungumza vile yule dada, na kisha kuondoka zake akimwacha Tausi akiwa anafukia ile simu aliyokuwa ameacha uchafu, na kisha akarudi ndani na kujiandaa kama kawaida kwenda kwenye biashara kuuza bagia. Saa 12 za jioni ndio mida ambayo kijana huwa anakutana na Tausi. Leo alikuja akiwa mwenye huzuni kidogo. Leo alikuwa amebeba kijibasha cha kaki hivi ambapo alimkuta Tausi akiwa mwenye huzuni pia. "Vipi kijana, mbona leo uko hivyo?" aliuliza vile Tausi kwa mshangao kidogo. "Nasikitika kukwambia kwamba kesho naondoka. Nitakukosa kwa hizi siku chache," alizungumza vile kijana huku akiwa anatembea taratibu kuelekea kwenye eneo ambalo kwa sasa hata wadudu wadogo waliokuwa wanaruka na kutambaa katika kichaka kile walikuwa wanaofahamu, maana isingeweza kupita siku 2 bila kuingia kwenye kichaka kile na kufanya ya kwao. "Kumbe ni hivyo tu, hata mimi sitamani kabisa uondoke," alizungumza vile Tausi akiwa amebeba beseni lake tupu alikuwa anaongoza kichakani. Ni kweli kijana huyu alikuwa anamaliza mwaka wake wa 3 wa masomo ya uongozi wa jamii pamoja na wenzake. "Wenzako sasa wako wapi leo?" aliuliza vile Tausi ambaye sasa alikuwa anaongoza kuchepuka na kuingia kwenye kichaka kile kile kama kawaida. "Nimewacha tu wacheze muziki leo. Unajua kwamba leo ni siku ya kufurahia, japo wengine tunapata huzuni ya kutokuonana," alizungumza vile yule kijana. Sasa walikuwa wamefika katika eneo la tukio. "Lakini si umesema kwamba utakuja kunichukua?" aliuliza vile Tausi ambaye hata ngozi ya mwili wake ilikuwa imeshaanza kung'aa sasa na kuzidi kuwa mzuri, japokuwa muonekano wake ulikuwa wa kimaskini, lakini haukuweza kuuficha uzuri wake wa asilia. Tausi: "Ndio, na tena sitopenda kabisa nichelewe kuja kukuchukua," alizungumza vile kijana huku akiwa anamtazama Tausi aliyokuwa anatandika ile kanga, na kisha walikana kuanza kuzungumza mawili matatu, na huko Tausi alikuwa anawaza namna ya kumweleza kijana juu ya hisia zake za ujauzito. Mwenzio
Nina mimba. Ni kama Tausi aliamua kujitoa muhanga kuzungumza vile. Alizungumza kwa sauti ya upole iliyojaa uoga mwingi ndani yake, huku akiwa ametazama chini tu. Tausi alitulia sekunde kadhaa kusubiria jibu kutoka kwa kijana. Alipoona kimya, akainua uso wake na kumtazama kijana. Akamwona akiwa ameganda na mtazama tu kwa macho ya mshangao. Mwenzio anaogopa. Shangazi akijua atanipiga sana, alizungumza vile Tausi kwa sauti ya unyonge na ya kuhuzunisha, akiwa anategemea kusikia kwamba atakataliwa kama alivyowahi kusikia wanawake wengi wakiwa wanakataliwa mimba zao. Lakini kinyume chake ni kwamba kijana aliinuka na kuzungumza. Unasema kweli kwamba una mimba, mwanamke mkarimu? Aliuliza vile kijana kwa sauti ya mshangao. Tausi aliitikia kwa kichwa kukubali kwamba ni kweli alikuwa amelisema kwamba ni mjamzito, na hapo yule kijana alianza kushangilia vibaya mno. Siamini kabisa masikio yangu. Tausi, umembeba mwanangu wa kwanza? Alizungumza vile yule kijana kwa sauti kubwa sana kiasi cha kufanya Tausi asimame, na kisha alimziba mdomo na kumkumbusha kwamba pale walikuwa kichakani. Yule kijana alimkumbatia Tausi kwa nguvu sana. Nitafikisha taarifa kwa baba pamoja na mama. Nadhani watakusubiri kwa hamu sana kukuona, alizungumza vile kijana huku akiwa anamtoa Tausi kifuani mwake na kumtazama usoni. Siamini kabisa Tausi. Eti nakwenda kwa baba sio siku nyingi, alizungumza vile yule kijana kwa furaha isiyokuwa na kifani, na huku alikuwa anavua mkufu mmoja shingoni mwake ambao ulikuwa na kidani cha mviringo cha dhahabu. Ukubwa wa kidani kile ilikuwa ni mara 2 ya dola la shilingi 500 ya sasa. Akamvisha Tausi na kisha akatazama kwenye mkono wake wa kushoto ambao ulikuwa na vitu fulani kama vimkufu vya dhahabu kama ulivyo ule mkufu aliomvisha Tausi. Akavua kimoja wapo na kisha kumvisha Tausi kwenye mkono wake wa kushoto. Tausi, nakuomba sana usitoe mimba hii, maana huyo mtoto anaingia kwenye agano la ukoo wetu. Kwa hivyo heshima yake ni kubwa sana kwake na kwa watu wote pia, alizungumza vile kijana huku akiwa ameishika mikono yote miwili ya Tausi na kumtazama usoni. Tausi ambaye hakuelewa kabisa maana ya maneno ya mpenzi wake aliitikia tu kwa kichwa kukubaliana na mpenzi wake huyo. Ukweli hata ilipofika mida ya kupeana dudu pia walipeana dudu kwa raha zote. Walikuwa wanajiachia kama mume na mke wako chumbani tu, na huku walikuwa wanatumia kujipaka yale mafuta asili ambayo kwa sasa yalikuwa yanatunzwa na Tausi mwenyewe. Saa 2 usiku ndio muda ambao Tausi alikuwa anaingia nyumbani kwao. Alisindikizwa na kijana mpaka karibia na kwao kabisa, na huku alikuwa anamkabidhi ile bahasha ambayo Tausi hakujua kabisa ilikuwa na kitu gani ndani yake. Itakusaidia siku chache hizi, alizungumza vile kijana wakati anamkabidhi Tausi bahasha ile. Tausi mara baada ya kuachana na kijana ambaye akarudi zake chuo kwenda kuungana na wenzake kumalizia sherehe ambayo ingeisha saa 4 kamili usiku, alivua vile vitu vya thamani alivyokuwa ameveshwa na yule kijana, akaviweka kwenye ile bahasha ya kaki ambayo ndani yake hakujua kabisa kulikuwa na kitu gani. Kisha akaiweka kwenye maua kwa lengo la kuwa baadaye akimaliza kufanya usafi aje aihamishe chumbani kwake na kuificha kwenye sufi za godoro lake ambalo lilikuwa limetoboka kwa mikojo ya chogo ambaye ndiye alikuwa analalia mwanzo kabisa godoro hilo. Lakini alipoingia ndani akamkuta chogo peke yake. Hakukuwa na shangazi wala Patricia ambaye alikuwa anajua lazima atachelewa kurudi kwa sababu alienda kwenye disco la chuo. Kwa hivyo akaona huo ndio muda wa kuingiza mzigo wake ndani. Akafanya vile haraka na kuanza kupika haraka ili kwenda na muda. Wakati wote wa mapishi Tausi alikuwa anaonekana kuwa mwenye furaha sana, na kwa wakati mwingine alikuwa anajishika na kujipapasa tumbo lake taratibu tu. Muda wote ule chogo alikuwa mbali kabisa na Tausi, hakuthubutu kabisa hata kumsogelea. Saa 4 kasoro ndio muda ambao Tausi alikuwa anamaliza kupika. Ndio muda ambao pia shangazi alikuwa anaingia pale nyumbani akiwa anaonekana kwamba alikuwa amelewa vibaya sana. "We mjinga, umeshapika?" aliuliza vile shangazi kwa sauti ya kilevi huku akiwa anapitiliza sebuleni. Tausi alienda mbele ya shangazi na kuanza kutoa taarifa ya mapato na matumizi ya bagia, mauzo ya bagia, na huku leo ikiwa ni bahati yake shangazi hakuwa katika hali ya kumzibua makofi. Saa 4:30 usiku ndio muda ambao Patricia alikuwa analetwa na rafiki zake wawili wa kike, na huku alikuwa amelewa vibaya mno. Patricia huyu ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Leo alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa amekunywa pombe. "Hebu wasaidia kumpeleka chumbani kwake," alizungumza bali shangazi akiwa anamweleza Tausi ambaye aliungana na rafiki zake Patricia kumpeleka chumbani kwake, na huku chogo yeye alikuwa anashangilia tu kwa kituko cha dada yake. Walimvua viatu na kumlaza wakimwacha na kigauni chake kifupi
Wale wanafunzi waliaga na kuondoka zao. Tausi hakushangaa kabisa kuona shangazi hajahuzunika wala kuzungumza neno lolote, kwa sababu hata baadhi ya sikukuu zilizopita pia Patricia alikuwa anaonekana kulewa, lakini sio kama leo. Leo alikuwa amezidisha zaidi. Mambo yalikwenda kiurahisi kabisa leo, na hata mida ya kulala ilipofika, shangazi aliingia kulala. Tausi alishangaa kumuona Chogo akiwa bado tu sebuleni kama kawaida. Tausi hakujali sana. Alifunga milango yote ya nje na kuingia kwenye kichumba chake, akajilaza kwenye godoro lake na kuanza kuwaza kuhusu ujauzito wake. Ilimjia picha siku atakayokuja kuchukuliwa na yule kijana, maana alijua kabisa kwamba ndio siku ambayo ataweza kuvaa vizuri na kujiweka wazi na mpenzi wake, siku ambayo atakaa meza moja na shangazi yake na kupata chakula pamoja, na ndio siku ambayo itakuwa ni mwisho wa mateso kwake na kulala usiku kucha na mpenzi wake wakipeana dudu tu. Usiku huu Tausi alichelewa sana kupata usingizi. Alikuwa ametawaliwa na mawazo ya jinsi atakavyoanza maisha mapya na familia yake. Alikuwa anapata taswira ya jinsi atakavyokuwa amembeba mwanae mchanga huku akiwa amemvalisha vizuri tu. Yanaonekana kwa wana maisha mazuri sana. Alikuwa anawaza vile Tausi ambaye hakuwa na dalili ya kupata usingizi usiku ule. Wakati wanaendelea kuwaza, mara akaanza kusikia sauti kama ya miguno ya mwanamke anayefanya mapenzi hivi. Alitulia kidogo kusikiliza hiyo miguno ilikuwa inatokea wapi. Mara baada ya kusikiliza vizuri, aligundua kwamba ilikuwa inatokea mle ndani, na wakati ule akasikia sauti ya mwanaume akiwa na unguruma kwa kunogewa na mchezo ule. Hakika mwili ukamsisimka Tausi, maana mle ndani hakukuwa na mwanamume yote zaidi ya Joseph, na wanawake waliopo humo ndani ni shangazi ambaye ni mamake na Joseph, pamoja na Patricia ambaye ni dadake na Joseph. Kwa hivyo kama kuna watu walikuwa wanaingiza na dudu, basi lazima watakuwa ni ndugu tu. Kama sio shangazi na mwanae, basi lazima atakuwa ni Joseph na dada yake. Miguno iliendelea kusikika na kuzidi kumpatia hamu ya kushuhudia. Tausi akainuka kutoka kwenye godoro lake na kutoka kwenye chumba chake. Alielekea sebuleni, na kila alipokuwa anazidi kusogelea, ndivyo sauti za miguno ya mapenzi zilivyokuwa zinaongezeka, na sasa ilikuwa nasikika miguno ya watu wote wawili, yani wa kiume pamoja na wa kike. Tausi aliendelea tu kusogelea kwa hatua za kunyata mpaka sebuleni, ambako alitazama mlango wa chumba cha shangazi yake. Aliona kwamba ulikuwa umefungwa, na alipotazama mlango wa chumba cha Patricia ulikuwa wazi kabisa na taa ilikuwa inawaka, na ni wazi kabisa zile sauti za miguno zilikuwa zinatokea kwenye chumba kile cha Patricia. Hapo alinyata kwa tahadhari na kusogelea mlango wa chumba kile cha binamu yake. Alipokaribia, sauti nazo zilikuwa ni juu. Alikuwa anazisikia kwa ukaribu kabisa. Ile tu kuchungulia ndani alichokiona, mwili ulianza kumchemka kwa uoga wa kile ambacho alikuwa nakiona kinafanyika, na sio kwa ajili ya kuona watu walikuwa wanafanya mapenzi, lakini ni kitendo cha kuona mtu na kaka yake wanafanya mapenzi. Maana alimuona Patricia akiwa amelala chali kifo cha menda, huko kaka yake Joseph Chogo alikuwa juu yake na mwingiza dudu kisawasawa, na udenda ulikuwa unatoka tu mdomoni unamdondokea Patricia usoni. Ina maana Dapati anakubali kufanya vile na kaka yake kabisa. Haoni aibu au itakuwa kwa sababu amelewa pombe? Alikuwa anajiuliza vile Patricia, huku akiwa anaendelea tu kutazama sebene hilo. Lakini yote kwa yote, Tausi aligundua kitu, ni kwamba licha ya kutoa miguno ya kimapenzi, lakini Patricia alikuwa anaonyesha ushirikiano wa kukata kiuno, na hata ule udenda wa Chogo uliokuwa na mvuja mdomoni na kumdondokea dada yake usoni, alikuwa haonekani kujali kabisa. Zaidi alikuwa amefumba macho na kutoa miguno ya kimapenzi tu. Kumbe Dapati ajitambui jamani. Alikuwa anawaza vile Tausi, huku akiwa anaendelea tu kumuona Chogo akiwa anaongeza kasi ya kumwingizia dudu dada yake, ambapo sasa alikuwa anaongeza kasi ya kupiga nje ndani tu, na kile kilichokuwa kinaonekana ni kuzidiwa na utamu. Hata domo lake lilikuwa linazidi kuwa wazi na kudondosha mate mengi sana, mate aliyokuwa anamlowesha Patricia usoni, ambayo hakuonekana kuhangaika nayo kabisa. Tausi akiwa ajui kabisa afanye kitu gani kusudi kuepusha laana ile. Mara akamwona Chogo akiwa anashusha mzigo na kujimwaga kifuani kwa dada yake Patricia. Maskini ameshamwaga, aliwaza pale Tausi, huku akiwa anamtazama Chogo aliyekuwa na hema juu tu. Nisije nikakutwa hapa alafu na mimi nikafanywa kilazima, alijiwazia vile Tausi, huku akiwa anarudi chumbani kwake na kujilaza kwenye godoro lake, na huku picha ya tukio la Patricia kuingiliwa na Chogo lilikuwa linajirudia kichwani mwake mara kwa mara. Siku ya pili asubuhi, Tausi aliamka mapema sana kama kawaida yake na kuanza kufanya usafi.
Mwingine aliyefuatiwa kuamka alikuwa ni Chogo, ambaye huyu alitoka nje mara moja na kurudi ndani, huku shangazi yake Tausi pamoja na Patricia walikuwa bado wamelala tu kutokana na uchovu wa pombe za jana. Ule uingiaji wa Chogo ulimtia mashaka sana Tausi, ambaye aliamua kufuata Chogo ndani. Akamwona akiwa anaelekea moja kwa moja chumbani kwa Patricia ambako mlango ulikuwa umefungwa. Tausi akawaina kwenda kuchungulia kilichokuwa kinampeleka tena Chogo kule ndani. Kilikuwa ni kitu gani? Ile tu kuchungulia akamwona Chogo akiwa anateremsha kaptura yake mpaka magotini, na kwa Patricia aliyepitiwa na usingizi akiwa amelala chali kwenye kitanda chake tu. Kigauni chake kifupi kilikuwa kimepandishwa mpaka tumboni, na kwa kitumbua chake kilikuwa kinaonekana wazi kabisa. Ina maana chupi ilikuwa imeshaondolewa kutoka jana usiku. Sasa Chogo alionekana akiwa ameshashusha nguo yake, na huku dudu lake ambalo lilikuwa halijatailiwa lilikuwa limesimama kweli kweli. Tausi akamwona Chogo akiwa anapanda kwenye kitanda usawa wa mdogo wake Patricia. Akamtanua miguu yake, lakini Patricia akajitanua zaidi. Alikuwa anaonekana kama vile fahamu zilikuwa zimemrudia, na kisha Jose akajiweka vizuri na kuingiza dudu kwenye kitumbua cha dada yake. Hapo ndipo Patricia akastuka. "Wa Jose, toka, unanifanya kitu gani?" alizungumza vile Patricia, huku akiwa anajaribu kumwondoa Jose juu yake, lakini Joseph Chogo alikuwa ameshambana kwa nguvu na kumkandamiza dada yake, na kwa alikuwa anapiga nje ndani na kukisugua kitumbua cha dada yake tu. "Jose, toka bwana. Jose, unanibaka," alipiga kelele vile Patricia, lakini bwana Joseph hakuelewa kabisa somo. Zaidi alikuwa anaendelea tu kusugua kitumbua huko domo likiwa wazi na kumdondoshia mate mdogo wake wa kike. Kuona vile Tausi aliingia mle chumbani haraka sana, akamtandika Joseph kofi la mgongoni. Joseph alishtuka na kuchomoa dudu kutoka kwenye kitumbua cha dada yake, na huko dudu lake lilikuwa limeshaanza kuloa vitu fulani kutoka kwenye kitumbua cha dada yake. Joseph akiwa ameikamata bukta yake huko dudu yake ikiwa wazi, alitoka mbio mle chumbani na kukimbilia chumbani kwa mama yake, ambaye alishtukia kelele za mlango uliofunguliwa kwa pupa chumbani mwake. Mama, Hausi, piga mama," alizungumza vile Joseph huku akiwa analia tu. "Hivi wewe Tausi, unanitaka kitu gani mimi, mbwa wewe?" Alichomoka shangazi na gauni lake la kulalia na kutoka chumbani akiwa anafuatiwa na Chogo, na huku alikuwa nadhani kwamba inawezekana Chogo alitaka kula kitumbua cha Tausi na ndio maana Tausi amempiga. Wakakutana na Tausi sebuleni. "We mpumbavu, kwa nini unanipigia mwanangu mimi?" alizungumza vile shangazi huku akiwa anamkamata Tausi na kumshusha kofi moja zito la usoni. Ile Tausi anataka kueleza na kitu gani kilichotokea, akastukia kofi jingine tena. "Pumbavu sana wewe, na lazima leo umpatie kile ambacho anataka," alizungumza vile shangazi huku akiwa anaanza kumvua gauni Tausi. Ile tu anamtazama Chogo, anashangaa kumuona akiwa anamalizikia kuingia chumbani kwa dada yake. Kumbe Chogo mara baada ya kuona mtu aliyemkatiza kula kitumbua anashambuliwa, akaona bora aende chumbani kumaliza kile ambacho alikuwa ameanzisha. "Unaona sasa, yeye mpaka naenda kwa dada yake sasa," alizungumza vile shangazi na kumongeza ngumi ya mgongoni, kisha akamwacha Tausi na akakimbilia chumbani ambako alishachelewa. Na kumbe mara baada ya kusaidiwa na Tausi na Chogo kukimbilia kwa mama yake na kisha Tausi anayekotoka, Patricia huku akiwa analia alianza kujikagua sehemu zake za siri. Aligundua kwamba kitumbua chake kilikuwa kimetumika sana, na baadhi ya mbegu za kiume zilikuwa zimegandia kwenye mashavu ya kitumbua, na nyingine zilikuwa zimetengeneza madoa kwenye shuka ambalo lilikuwa limetandikwa. Patricia alianza kulia kilio cha chini chini tu. Wakati ule ule akasikia Tausi akiwa anapokea kipigo sebuleni, akiwa hajui jinsi ya kumweleza mama yake swala hilo. Mara akamwona Chogo akiwa anaingia tena chumbani kwake. Alianza kushusha kaptula lake na kuliacha wazi dudu ambalo lilikuwa limesimama, ambalo lilikuwa limeshaanza kukauka vile viunyevu vya kitumbua chake. Hapo Patricia kusubiri hatua ya pili, akanyosha mkono haraka na kuzidaka kengere ama korodani za Chogo kwa nguvu sana na kuzivuta. Hapo ukasikika ukelele kama ng'ombe kutoka kwa Chogo. "Mshenzi sana wewe, yaani leo ndo utajuta kunifanyia ushenzi wako mimi," alizungumza vile Patricia huku akiwa anaendelea kuvuta tu heshima za kaka yake, ambaye alikuwa anaendelea tu kupiga kelele, maana hata neno mama alishindwa kabisa kutamka kutokana na maumivu ambayo Chogo alikuwa anayasikia. "We Pati, vipi? We Patricia, sutamua kaka yako wewe? Kuna kitu gani kwani?" aliuliza vile shangazi yake na Tausi huku akiwa anasogea na kujaribu kuachanisha mkono wa binti yake kwenye korodani za kaka yake. Patricia kuongea kitu, akabakia tu ameng'ang'ania korodani za kaka yake, na huku kaka yake huyu akiwa ametoa macho kama vile amekabwa koo. Hata sauti ilikuwa imeshaacha kutoka kabisa. "We Pati, hebu mwache kaka yako bwana, utamuua," alipiga kelele vile shangazi
Ndipo Patricia alipomwachia Chogo ambaye aliinama huku akiwa amejishika sehemu hizo nyeti kwa maumivu makali sana. Jose mwanangu, alitaka kumfanya nini dada yako? Haoni kwamba ni vibaya jamani mwanangu? Alizungumza vile shangazi bila kujua kwamba Patricia muda ule alikuwa anachukua kiatu chake cha mchuchumio. Kipindi hicho kiatu kama hicho kilikuwa kinaitwa skuna. Ile tu shangazi anageuka kutaka kumhoji Patricia kilichokuwa kimemtokea, akastukia kuona Patricia anashusha kisigino cha kiatu hicho cha mchongoko kichwani kwenye paji la uso la Josefu. Hapo ilisikika tu kelele kama vile shoka limetua kichwani kwa ng'ombe kutoka kwa Josefu, na huko damu zilikuwa zinamchuruzika Josefu kama bomba la maji ambalo limepasuka. Pata utamua kaka yako wewe. Kwani amekufanya kitu gani jamani? Alipiga kelele vile shangazi huku akiwa anamnyang'anya kiatu Patricia. Na mara baada ya hapo shangazi alianza kumfunga Chogo ile sehemu iliyokuwa inavuja damu. Alikuwa anatumia kitambaa ambacho alikuwa amekichana kwenye kanga ya tausi, na kisha alimkimbiza kwenye hospitali ya jirani ambayo hii ni hospitali inayomilikiwa na kanisa Katoliki ambako alipatiwa matibabu. Alishonwa nyuzi 6 na kurudishwa tena nyumbani, huku muda wote shangazi alikuwa anaumiza kichwa akitaka kujua sababu ya Pate kumpiga kaka yake kiasi kile ilikuwa ni ipi. Kama kumfanya si hajamfanya jamani. Maana alikuwa macho. Hasa ni kwa nini ampige namna hii? Alikuwa anajiuliza tu shangazi huku akiwa anaelekea nyumbani. Alipofika nyumbani alimkuta Tausi anaendelea tu na shughuli zake za kila siku kama kawaida, na sasa alikuwa anapika chakula cha mchana. Alipitiliza ndani moja kwa moja akimwacha Chogo akiwa anaogopa kuingia ndani. Shangazi alikuwa na hamu ya kujua kilichotokea ni kitu gani. Alienda moja kwa moja mpaka sebuleni, akamwona Patricia na kisha akaelekea chumbani kwake. Akamkuta akiwa amelala kifudifudi tu amepitiwa na usingizi. Ile anamwamsha tu ilikuwa ni kosa. Patricia akaamka na kuanza kulia muda ule ule. Shangazi alishindwa hata kumuuliza, akatoka na kuelekea jikoni. "Wewe Tausi, hivi kwani Jose amemfanya kitu gani dada yake?" aliuliza vile shangazi mara baada ya kufika jikoni. "Mimi niliona tu anamfanya, ndio nikaenda kumtoa ndo akaja analia kwako kwamba nimempiga," alijibu vile Tausi kwa sauti ya woga na kumfanya shangazi astuke kidogo. "Kamfanya? Alikuwa anafanya kitu gani?" aliuliza vile shangazi kwa mshtuko wa hali ya juu kweli kweli. "Alikuwa amemlalia kwa juu anamfanya," alizungumza vile Tausi kwa sauti ile ile ya woga kweli kweli, na ilizidi kumshtua zaidi shangazi yake. "We, umeona asubuhi hii ndo anafanya hivyo?" aliuliza vile shangazi kwa sauti ile ile ya mshangao na mshtuko kweli kweli. "Ndio. Na tena hata usiku nilisikia wakiwa wanafanya, wakati Patricia akiwa amelala." Hilo ndo likamshtua zaidi shangazi. "Unasema kwamba alifanya na jana usiku?" Ilikuwa ni sauti ya mshtuko wa mwaka kutoka kwa shangazi. Hapo Tausi akaitikia tu kwa kichwa kukubali kwamba Chogo alikuwa amemwingiza dudu dada yake jana usiku. "Hai jamani, aibu sasa hii. Nitaiweka wapi mimi aibu hii?" alizungumzia vile shangazi kama vile alikuwa anaimba hivi, na huko mikono yake alikuwa ameweka kichwani kama vile alikuwa ameibeba. "Ina maana kwamba ulimuona kweli akimfanya dada yake?" aliuliza vile tena shangazi kama vile hakuwa anaamini kile ambacho alikuwa ameambiwa. "Ndio shangazi, na tena usiku nilitaka kwenda kumtoa, nikamwona ndo anamalizia." Kauli hiyo ilimchosha zaidi shangazi ambaye alijikuta miguu inaisha nguvu pale pale na kukaa chini kabisa. "Jamani Jose, aibu gani hiyo unaniletea mimi?" alizungumzia vile shangazi akiwa amekaa pale chini kabla hata hajajizoazoa na kuelekea chumbani kwake ambako alikaa masaa mengi, na hata muda wa chakula ulipowadia pia hakuna aliyekuwa na hamu ya kula kasoro Chogo tu ambaye alienda kula chakula hicho. Usiku wa saa 2 ndipo shangazi alipowaita Tausi pamoja na Patricia ambaye alionekana akiwa analia kila muda, ambao walikuwa nakumbuka kitendo cha kumkuta kakake anamwingiza dudu. "Naomba mnisikilize wanangu. Ile imeshatokea tayari. Tufanye kama ni bahati mbaya hivi, lakini iwe siri yetu sisi wenyewe humo ndani," alizungumza vile shangazi kwa sauti ya upole na ya utulivu kweli kweli. "Shangazi, mimi siwezi hata kumwambia mtu," alizungumza vile Tausi akiwa anamhakikishia shangazi yake kwa kupitia kidole shingoni, na alikifanya kama anakunguta hivi kujiapiza. "Na kama nikisikia watu wamejua huko nje, basi Tausi litakuchinja mchana kweupe kabisa. Kwanza wewe ndio umesababisha Chogo amwingilia dada yake. Wewe ndio umemnyima mwenzako mpaka ameenda kumwingilia dada yake wewe au?" alizungumza vile shangazi akiwa anamalizia kwa kushika sikio la Tausi na kulivuta kwa nguvu, na kisha akamnasa kibao cha shavuni pale pale. "Je, ni kitu gani kitaendelea? Mimi na wewe hatujui.
Kumbuka kwamba bado Tausi hajajulikana kwamba ana ujauzito. Shangazi akijua itakuwa namna gani, na kama Tausi atafukuzwa ataelekea kuishi wapi? Si ndio utakuwa ni mwanzo wa maisha magumu zaidi? Tukutane katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Umekosea. Mimi naitwa Felix Mwenda na hapa ni Simulizi Mix.